So there is this boy of ours natoka eneo la Kitale. Jina tumutafutie moja safi, tumuite Yobra. Yobra ni nani? Yobra ni comrade. Amepiga shughuli yake pale high school, amepita vizuri, amepita with flying colors, ameenda campus. Lakini Yobra anakuanga na shida moja. Shida ni addict wa pombe. Yeye bila pombe bila pombe maisha haiendi vizuri. So amepiga pale mwaka wa kwanza, maisha inaendelea sawa, kwa sababu si unajua first year pesa huwa inatumwa kutoka nyumbani vibaya sana. Labda kuna kashamba walikuwa wamekata mahali, so pale ukiwa first year ni kupiga simu, pesa inaingia. Yobra anaenda analipa bills hapa na pale, yenye inabaki anaingia Sabina Joy. Kwa sababu sasa bila pombe labda mkuje kumuokota hapo. So akapiga first year, second year, mambo ikaanza kuenda. Sasa ile pesa alikuwa anapata imeanza kupungua. So like sasa mzazi, unajua kuna ile morale alikuwa nayo kijana akijoin, imeanza kudidimia kwa sababu financially wameanza kustruggle. So kufika that year kuna pesa ilikuwa inaingia. So ikabidi Brayo ile kitu angefanya ni kutafuta trick games zenye zita make sure ako na dough kwa mfuko, kwa sababu bila kashigidi atapiga aje maji yake? Hawezi, tusidanganyane. So that year akaanza kupigia mabro hapa na pale, kupigia relatives hapa na pale, but heavens zilikuwa zinamsikia. Alikuwa anapata kitu kadogo hapa, nenda natuliza kiu yake. Ikafika wakati sasa kaingiana na mabeshte. Like unajua kuna venye ukiwa addict alafu upatane na mabeshte wanaweka hii kitu, lazima pia kuna kununuliana hapa na pale. So leo nimenunua, si kesho pia wewe lazima utushikie mzinga bwana, kwa sababu sasa huwezi kwa wewe una depend, sisi tunanunua, wewe kazi yako ni kubugia tu, unapugia kitu hujanunua. So leo nikinunua, kesho wewe ndio unanunua. Kapiga kamtindo, ikakuwa mazoea. So there is this one day ilikuwa ni tani yake ya kununua, but kijana akiangalia mbele, angalie nyuma, kwa mpesa yake alikuwa na takriban shilingi 15. Shilingi 15 utabai mzinga kwa baya nani? Wapi? So akachora hesabu 1 2 3, akaona design mzuri ya kutoa do kwa mzae, kwa sababu walikuwa wameitisha do the previous day ya food. Labda fake kitu hapa sasa ndio pesa itoke, kwa sababu bila kufake kitu hapa mabeshte watambeba ndogo. So alikama hapo na plan ya kutoa pesa yenye ni enough kununua pombe for the entire month. So alifanya nini? Aliambia beshte yake, mzae wangu najua si eti amesota, ako na do, lakini sasa nikimpigia nimwambia atume do hawezi. Kwa hivyo tufanye aje? Kumwambia sasa, mzae wangu kuna kitu moja atakangi kusikia, na hii kitu ni atakangi kusikia nikiwa mgonjwa. Ukimwambia tu mimi ni mgonjwa, siri apande ndege kutoka pale afike hapa. So akamwambia ile kitu tutafanya, wewe hapa utakuwa daktari. Tupige simu home, useme kijana yenyu wako hadi maututi ni kwenda anaenda. Watume do itatoka. So waka execute plan. Brayo akapea mori wake mmoja hapo simu, kamwambia fanya aje, nikipiga na yangu niongee, wataona ni konge. So ile kitu utafanya, nitakupiga hii namba ya mzae. Ufanye nini? Umpigie, umwambie niko hosi na niko condition mbaya. Like wakisuba tu kutuma do, si wanakuja kunipeleka kwa fridge. So akapiga, kijana akapiga, hello, naitwa fulani, mimi ni daktari kwa hospitali XYZ, na kuna kijana yenyu hapa anaitwa Brayo, tumemreceive, ako in a very bad condition,
Okay. So mzae to cut the story short akamwambia ni nini inahitajika. Do I need to come ama mambo inaweza enda sawa? Akamwambia unaweza come, but before you come what you have to do, utatuma 30,000. Meanwhile tuendelee kumshughulikia hapa na pale. Ukikuja upate kijana wako sawa. Akasema okay, sasa hiyo 30,000 kupata ni ngumu. Lakini naweza jaribu nipate 20. Akamwambia mzae bila 30,000. Sawa about kijana yako. So mzae akashughulika hapa na pale. Within 1 hour akampigia yule boys wetu mwenye alikuwa amejifanya daktari. Akamwambia nimejaribu hapa na pale namna hii nimeokota do na naona imefika ile 30 G's yenye mlikuwa mnahitaji. So akamwambia natuma kwa hii namba ama kuna namba yenye mnalipa nayo pale OC. So kijana akamwambia weka kwa hii namba because this is the number that we use, ni namba ya OC. So mzae alikuwa anatashwishu, akafanya nini? Akachukua 30,000 kaika kwa ile namba, akamwambia kwa sababu sasa niko Kitale na boys alikuwa anasoma Nairobi. Akamwambia hakuna haja nikuje, if there is this mnaweza mtibu maneno ikuwe sawa, kwa sababu kitambo nitoke hapa sitafika huko kesho asubuhi na labda kijana atakuwa amefeel fit. So akakata simu na vijana wakafurahia. Walikuwa wameona ni kama sasa wameangukia jackpot. Wewe unajua pombe ya 30,000 inatoshana aje? Pombe ya 30,000 ni pombe mnaweza mwaga kwa room muingie mswim ndani. So vijana wakaingia base yao ya kawaida mahali wamezoea kupiga kitu yao. Kaendelea wakapiga sherehe, ilikuwa around by the time wanaitisha hido ilikuwa around saa 9 hapo. So wakaingia club, walipiga sherehe. Nikikwambia walitoka hapo that day itakuwa nakudanganya. Walitoka the following day 5 asubuhi. Vijana wamelewa, wameisha. Ndio mzee kijana anaangalia simu, anapata missed call kama 50 kutoka kwa mzee, kwa sababu mzee alikuwa ameambiwa kijana ni mgonjwa. Lakini kijana waliingia wakakunywa wakasahau hata kama walikuwa waangalie simu. So mzee amepiga, ako na depression na ameshindwa ni nini inaendelea. So kutoka kwa klabu ni kutembea waingie kwa nyumba, kwa sababu mali walikuwa wanakunywa haikuwa mbali na mali wanaishi. So wakiwa kwa barabara something happened. Na kitu ile happen si mzuri. Si hao ni watu wameshinda kwa klabu kukunywa the whole day. Wamekunywa mpaka wakaoga. Like 50 meters kuingia mali wanaishi. Si hawaangalii barabara. Ni kuvuka, kama umevuka kaende sana. Kijana alivuka kufika katikati ya barabara. Aliokotwa. Huyu beshte yake kitu aliona ni mwili inashuka kutoka pale juu ikianguka kwa lami na damu ikaspread. Sasa wafanye nini? Mzae walikuwa wamempigia wakamwambia kijana ako OC. Sasa mtaanza aje kumwambia kijana amepata accident? Sasa mtapiga mwanze kumwambia aje? So boys wetu mwenye alikuwa amejifanya daktari, kitu alifanya best. Hata wewe unajua chenye angefanya. Hata kama ni wewe, you know what you could have done? You run away. You run away. So ndio wasamaria wema walifika hapo, wakaanza kufanya investigation hapa na pale. Kapiga investigation, wakapata simu hapo, wakajaribu kunini, haikuwa na password. Mmoja wao akaingia akatafuta namba ya mzae. Kapigia mzae akamwambia naitwa so and so, na kuna mwili tumepata hapa kwa barabara na imebondwa vibaya, it is beyond recognition, na nimeona hii namba imeseviwa kwa simu yako. So what we gotta do ni ukuje mpaka Nairobi uidentify, uone kama unaweza jua huyo mtu. Sasa mzae pale nyumbani anajiuliza, kijana yangu hawezi kuwa ni kijana yangu, kwa sababu si kijana yangu anafaa kuwa OC. Si anafaa kuwa sasa anapokea matibabu, hawezi kuwa amejipata kwa barabara. So mzae kitu anafanya, anachukua gari ya usiku, napanda mpaka Nairobi. Kuingia pale City Mortuary, naambiwa mwili ndio hii. Unaweza kumbuka hii mwili? Unaweza jua hii mwili? Anaangalia, anapata ni kijana yake.
Mzae pia collapse, pelekwa ward. By the time anaamka hapo, ndio sasa ameaccept kuface reality. Kumbe kijana hakuwa hospitali, alitumiwa pesa kaingia club. Juu sasa mtu alikuwa OC anajipata aje moshari na amegongwa na gari aje, ama siku hizi vitanda za OC zinagonga nanga. So mzae hakuwa na option kuchukua mwili peleka kuzika na kusahau hiyo maneno, na hivyo ndio mzae alipoteza pesa 30,000, akapoteza kijana amesomesha kutoka playgroup mpaka university around third year. Vijana huku nje, we are misusing the weaknesses of our parents vibaya. Juu how could you, but pia ni kama siku yake jua iko inamwendea fiti. Juu ali fake sickness akakufa. Una fake sickness, you die. So bad. It is so bad. Yeah. Mbaya. Na hiyo ndio mwisho ya story yangu. Siko na story mingi. Na ni tabia mbaya kuendelea kuangalia story zangu na uja subscribe. Na unaona tu vizuri hapo chini button ya subscription. Uko na roho mbaya sana kama utaki kufinya hiyo button. Hiyo roho yako na ya ibilisi ni the same. Kama uja subscribe ni the same. Kwa sababu tofauti yako na yeye ni eti yako ahera, wewe uko duniani. Hata wewe unafaa kuwa uko nyinyi wote. Acha nikafungia hapo. Nimekuwa successful sana. Shukran.